Hapa unatoka moja kwa moja. Ondoka. Nimekuambia toka. Ngoja nikukumbushe kitu kingine, labda itakuwa ulisahau. Kabla hujaangalia mapungufu ya mkeo, jiangalie kwanza wewe. Inawezekana hayo yote wewe ndo chanzo. Sasa kuanzia sasa utarudi, lazima kamtafutie huyu mjukuu wangu arudi nyumbani. Umenielewa? Sawa baba. Hivyo sasa utasikia kokokoko kaja ana sifa zaidi ya yule mbuzi ambaye anakula majani na kunya gololi. Wewe una sifa sana mzee. Kwa nini unalia? Unaweza kuniambia kimekuta kitu gani? Baba amenifukuza nyumbani kwake, ameniambia niondoke. Hilo ni zao la kitanda chako, na huyo ni mwana unamtelekeza kwa kufukuza, atalelewa na nani? Uzauri zawadi tosha itokayo kwa Mungu, usijasema inatosha. Tosha. Tosha. Mary. Amka, kumekucha. Mary. 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 Nisikize bwana we, umekosea. Maumivu ya mwanao na huyo atashare. Nisikize bwana we, umekosea. Maumivu ya mwanao na huyo atashare. Kosa kubwa ni lipi? Mpaka telekeza mwanao. Kosa kubwa ni lipi? Mpaka telekeza mwanao. Hilo ni zao la kitanda chako, na huyo ni mwana unamtelekeza kwa nguvu. Habari mama. Salama, za nyumbani huko. Safi, hata unasemaje? Safi, shikamoo. Marahaba, za kushinda. Salama. Mimi nimekuja kumuulizia rafiki yako, maana kutoka jana ametoka mpaka sasa hivi hatujamuona. Mary mimi nimeonana naye toka juzi, tukiwa tunarudi kisimani, na yeye akaniaga naelekea nyumbani na mimi nikaelekea kwa nyumbani. Kwa hiyo unavyoniambia unanitafuta babangu, unanishangaza sana. Sasa mama, nakuomba ukimuona mwambie afike nyumbani mapema, kwa sababu mpaka sasa hivi mimi sina amani. Nilikuja na hilo. Haya, sawa, karibu. Mary itakuwa ameenda au itakuwa ameenda kupenda. Hebu nikamwangalie kwanza, na kama yuko huko nimwambie arudi nyumbani.
Bwana Pendes, unajua ulivyogonga mlango kwa mara ya kwanza nikajua kabisa kwamba ni watu wakausha damu. Kumbe ni wewe rafiki yangu. Imekuwaje mzee? Halifu, kiukweli hapa nilipo nimevurugwa sana. Yaani sielewi nifanye nini. Jana jioni shemeji yako alikuja nyumbani. Baada ya kufika nyumbani anadai amefukuzwa kwao na baba yake. Nikamwambia isiwe kesi. Nikamwambia basi utalala hapa, asubuhi utarudi nyumbani kwenu. Amelala, lakini asubuhi wa kwanza kuamka ni mimi. Lakini cha kushangaza, kila nikimtikisa hata astuki. Kila nikimtikisa haonyeshi dalili zote za kuonekana yeye anaamka. Nikajiuliza kwa nini? Kikweli mpaka sasa sijapata jibu. Ina maana nimesikia vibaya au imekuwaje? Umesema kila ukimtikisa Hatikisiki. kila ukimtikisa hatikisiki Hata kidogo. Bwana Pendes, wewe itakuwa umeua. Najua wewe ni mshikaji wangu tena sana, sehemu nyingi sana tunashirikiana, ila kwa hili mimi kama mambo ya kuua mimi siyataki Bwana Pendes. Naomba unisikilize kwa makini, sawa? Halifu, nisikilize kwa makini. Wewe na mimi tumefanya mangapi? Haiwezekani. Ina maana la kwako wewe liwe la wote, alafu la kwangu mimi liwe la kwangu mimi. Inawezekana kitu kama hicho? Sasa Bwana Pendes, mbona sasa kama unataka kuniliza? Kwa sababu unaongea sana mpaka moyo wangu unajisikia vibaya sana. Afu ni kweli una mema yako mengi sana kwa upande wangu. Maana nakumbuka mpaka siku zile tumeenda kule kwenda kutambiza mambo ya samaki, zile habari zetu zile. Kuna siku nimeingiza nguu samaki akawa anataka ningate, wewe ukanivuta. Sasa basi ulinisaidia. Ila na mimi niko tayari kukusaidia kwa sababu wewe ni mshikaji wangu na jambo lako wewe na mimi jambo langu. Hata mke wako wewe na mimi ni mke wangu, lakini mke wangu mimi wewe ni shemeji yako. Sasa basi nisikilize kwa makini. Mimi nimekuelewa. Ngoja nifanye process za kufunga huu mlango alafu tuende tukamalize. Sawa? Sawa. Nisubiri. Tulia. Sasa Bwana Pendes, tayari japokuwa sijabana kufuli la kueleweka kwa sababu ukifanya hivi ndani inabidi tuende tukashughulikia alafu nirudi nyumbani haraka iwezekanavyo, sawa? Na siku zote wanasema break ya kenge ni makalio yake. Twenzetu. Habari baba? Mzuri tu. Habari za nyumbani? Salama tu, shikamoo. Marahaba. Za kushinda? Mzuri tu. Ndio. Baba. Naam. Nimezunguka sana mpaka nimechoka. Lakini hata hivyo mjukuu wako sijamuona. Hujamuona? Nikasema ngoja nirudi nyumbani uenda nitamkuta. Hata hivyo sijamkuta mjukuu wako. Baba, sijui unanisaidiaje? Mwanangu, unakumbuka kuna swali nilikuuliza. Hivi ni kwa nini asali haiwekwi kwenye chai? Ndio nakumbuka baba. Hivyo nilikuwa namaanisha hivi. Sio kila kinacholelea kinafaa kuliwa. La. Sasa wewe uliona raha sana kumfukuza mjukuu wangu nyumbani. Eti kisa ujauzito. Na wewe umesahau kwamba wewe umepitia kwenye ujauzito na ndio umekuwa hivi. Kwa hiyo baba, unanisaidiaje? Maana hapa nimechanganikiwa sana, hata sielewi nifanye nini. Unajua umeniudhi sana. Wewe ndio mpiga ngoma. Kwa hiyo mimi sikushauri namna ya kuimaliza hiyo ngoma. Endelea kumtafuta mjukuu wangu mpaka apatikane. Vinginevyo hapana, hapa kaliki. Sawa baba, nimekuelewa, nitafanya hivyo. Kwa heri. Huyu mpuuzi sana.
Anawezaje kumfukuza mtoto nyumbani kisa eti ujauzito? Puuzi sana huyu. Anamfukuza mtoto nyumbani? Puuzi sana. Oh, shemu. Karibu. Asante. Mambo? Poa shemeji yangu, vipi? Safi. Kwema? Kwema utokako? Karibu. Haya, asante. Mimi sijaja kuchelewa shemu. Nimekuja kumuulizia Mary kama amefika hapa. Mary? Ndiyo. Hapana, sijaonana naye leo. Haya, sawa. Kama atafika mwambie arudi nyumbani. Babake anamtafuta. Basi sawa shemeji yangu, haina shida. Mimi naenda. Haya, karibu tena. Ndo kama hiyo. Tunamuona huyo. Naam, kipekee. Unajua wewe na jambo leo kukuta ni vitu viwili tofauti. Ila kwa vile mshikaji wangu hata sijui cha kufanya. Mimi ndo nategemea wewe unisaidie rafiki yangu. Yaani hapa nasikiliza ushauri wako. Yaani mimi hapa sina akili hata moja hapa nje. Sasa mwanangu, tusifeli sana. Huyu mtu inabidi tukamzike. Maana hapa hatuna namna. Na sioni kama kuna haja yote ya kwenda kumwambia ndugu yake yote kwa sababu hii jela hii mwanangu. Na kama unavyojua jela vyakula ni maharage tu. Sawa mzee. Kwa hapa tusubirie kigiza fulani vikiingia tumchukue tukantupe mzee. Rafiki yangu tashukuru sana tena, tunaona umenisaidia sana tena sana. Haina shida. Nashukuru sana. Haina shida. Mimi najua kabisa kwamba wewe ulikuwa unampenda sana. Sasa umesikia? Nini? Hata kidogo. Ndio kanzike vizuri. Mwanangu acha kunitia porojo. Mimi hapa nimechanganyikiwa sielewi. Basi family life. Haina shida. Melissa. Niambie. Kuna jambo nahitaji kukuambia. Jambo gani hilo kipenzi changu? Jana nilikutana na mumeo na kuna maneno ameongea na hayo maneno yamenipa hofu kubwa sana juu ya mahusiano yetu. Jambo gani unapenda? Usitaki kuniambia kama unataka kuniacha. Hapana Melissa. Sina lengo la kukuacha. Ila maneno ambayo ameongea mumeo ni mazito sana na yamenipa hofu kubwa katika moyo wangu. Medi, usiwe na hofu. Tena usiwe na wasiwasi, niamini. Hawezi kufanya jambo lolote baya. Na pia unajua mimi nilikwambia najihisi vibaya na maana na ujauzito wako. Na je, utakaponiacha hii mimba nani atailea? Sawa. Acha niondoke. Ila kuwa makini sana. Hapa naona kazi tushamaliza. Naona tu bora turudi nyumbani. Lakini kama nilivyokuambia, hii siri tunaifahamu mimi na wewe tu.
Kwa hiyo mimi nakujua vizuri rafiki yangu, wewe friji yako haigandishi. Kwa hiyo kuwa makini sana na hili jambo. Sawa, nimekuelewa rafiki yangu Pendesi. Ila nasikitika sana kuniambia kuwa uniamini na kuniambia kuwa mimi friji langu haligandishi. Labda tu nikutoa wasiwasi. Wahenga wanasema hivi kuwa siku zote siri ya mtungi haijuaye kata. Na hiyo kata ndiyo mimi. Sawa? Hiyo kata ndiyo mimi. Kwa hiyo labda nikutoa wasiwasi ya kuwa kama naona kama unaweza ukasema kwamba mimi naenda kuambia watu, sijui kwenda kufanyeje. Hivyo vitu mimi sio michongo yangu kabisa. Na naomba usinitilie mashaka juu ya hilo. Hili jambo nitalitunza kwa usiri sana kama ninavyozitunza mimi sehemu zangu za siri. Sawa bwana Pendesi? Basi sawa, sio kama sikuamini. Mimi nakuamini sana. Na ndio maana hili jambo nimekufuata wewe. Kwa hiyo nakusisitiza tu kwamba hili jambo kuwa makini sana rafiki yangu. Kuwa makini sana. Kwa hiyo turudi nyumbani tu. Sawa, haina shida kama unaniamini rafiki yangu.